أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu katika imani, awali yote tunapenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ni yeye ambaye atufanyia mambo mengi makubwa katika maisha yetu mazima. Lakini baada ya hayo tu ametupa afya zilizokuwa nzuri kwa kila mmoja kwa kadri anavyojihisi yeye na afya yake, kwa sababu mama kan la nakunu mutasawiya, vyovyote atakapokuwa katika hali hatuwezi kuwa sawasawa. Enyi waja Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumshuhudia Allah na kutangaza malalamiko yetu kwa Nabii Muhammad, ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Najibuluha hadhihi min khutbati al-bariha, tunaiunga khutba yetu kunako khutba tuliyoiacha katika wiki iliyopita. Tulizungumzia juu ya kisa cha Nabii Ibrahim kutaka kumchinja mwanae, mpaka pale tulipofika. Sasa leo hii tunaendelea pale tulipofikia, kuendelea mbele kumalizia kisa chetu. Anasema falamma rajjahat sa'ara ra'sa, pale mke wa Nabii Ibrahim alipomtana nywele mwanae kwa ajili ya safari ya kwenda kwenye ugeni. Nabii Ibrahim alimwambia mwanae wanaenda kwenye ugeni. Alipomtana nywele zake, fahamala Ibrahim alayhi salam hamlan wa sikina, Nabii Ibrahim akachukua ama akabeba kamba na kisu, wakiendelea katika safari yake. Kitu gani kilichojiri huko? Wadhahaba ma'ahu ila janibin Mina, na akaenda naye mpaka katika viwanja vya Mina ama pembezoni mwa Mina. Fakana Ismail alayhi salam, Ismail ibn Karamani akawa ya'lu amama abi, akitembea mbele ya baba yake. Fajaa Ibrahim yaqulu li abi, akaja Ibrahim lana Mwenyezi Mungu iwe juu yake kwa baba yake na Ismail, maana kwa Nabii Ibrahim anaanza kumshawishi juu ya swala la Ibrahim atekeleze ile nadhiri yake. Ana tara i'tidalan qama, hivi wewe Ibrahim huoni ule usawa wa kimo cha mwanao alivyo mbele lake ulioni? Wa husnu surati, lakini na mbele lake lilokuwa zuri wewe Ibrahim ulioni? Halafu unachukua jukumu la kwenda kumchinja mwanao. Huoni wewe jinsi Mwenyezi Mungu alimuumba kijana huyu? Walitafa sirati, lakini na ule mtembeo wake anatembea taratibu vizuri, hebu unyenyekevu. Huoni wewe Ibrahim? Halafu wewe unachukua maamuzi ya kwenda kumchinja mwanao. Sikiliza majibu aliyojibu huyu abul iman Nabii Ibrahim, baba wa imani. Na ndio hapo Waislamu wanatakiwa tujifunze kwao. Faqala Ibrahim alayhi salam, Ibrahim akasema juu ya jamani, naam, ninajua kabisa Mwenyezi Mungu amemuumba umbile lake limenyooka, kimo chake kimenyooka vizuri. Anajua mwili wake uko vizuri, maana mwili wake hauna shaka. Ibrahim anajua. Lakini pia Nabii Ibrahim anajua ya kwamba Mungu alimuumba Bwana anatenda vizuri huyu Ismail, hana shaka, anajua hilo. Naam, akajibu anajua. Walakin umirtu bidhalik, mimi
niliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Siwezi kufanya tofauti. Mimi nimeamrishwa nifanye hivyo, wewe shetani uroka na hapa. Ndio maana kitu ni abadi imani. Anaonyesha kabisa vitu, unaona mwanangu jinsi alivyo. Mwenyezi Mungu alikumbafu na kumchinja, kuna ndio nimeamrishwa nifanye hivyo. Falamma aidha pindi alipokata tamaa yule shetani, pindi alipomshawishi Nabii Ibrahim yule Ibilisi, jaa ila Ismail, akaona hapa kwa baba yake Ismail ni maana Nabii Ibrahim akaingiliki, ikagumu hapa sipawezi, akaja kwa Ismail alayhi salam, ni maana kwa yule mkusudiwa mjende wake. Faqala, yule Ibilisi akasema kumwambia, innaka taftahu wa tal'am, wewe Ismail, wewe unafurahi, unacheza ile mchezo, wewe mtoto unacheza na furahi na vitu fulani, anafurahi, anacheza barabarani. Na baba yako akiwa hata masikini ameshika kamba na kesi hivi, uone wewe Ismail yuridu dhabaha, wewe baba yako anataka akuchinje wewe, uone wewe. Falamma arada Iblis akaendelea kumshawishi, alipotaka sasa aiyanti ya kalaman akhar, atupe neno jingine. Ile na baba yake ameshika kisu, sijui unafurahi unacheza barabarani. Alipotaka kuingiza neno jingine, akhadha Ismail alayhi salam hajara. Nabii Ismail yule mtoto akachukua jiwe, alipochukua jiwe katika ardhi, faramahu bihi, akamtupia yule Ibilisi. Fasaqaba ainaihi al-yusra, na akapata kumbakia yule Ibilisi kupigwa ile jiwe na Ismail, basi akapata jicho lake la kushoto kupofoka. Fadhala Ibilisi akaondoka khaiban, akiwa yuko tupu, hakufaulu kwa yale makushawishi aliyokuwa akiuliza, wa khasiran, lakini akiwa akapata madhara na jicho lake la kushoto halifanyi kazi kwa kupewa lile jiwe. Sababu hiyo فأوجب الله علينا رمي الحجارة في ذلك الموضع طردا للشياطين أو للشيطان. Hapo ndipo tukapata sababu sasa Mwenyezi Mungu akatuwajibishia sisi ambao tunaokwenda hija, sababu ya kuchukua vile vijiwe vidogo vidogo kwenda kupiga sehemu ile kwa lengo la kufukuza shaitani kwa kufuata mila ya Nabii Ismail alayhi salam. Hiyo ndio ilikuwa sababu. واقتداء بإسماعيل من خليل الرحمن، لكن ولكن لكفة سنة يا نبي إسماعيل كبير جاء يسوع الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ منا أفيد الكفر قال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم akasema jamani niwaladi umwambia mwanae. Haka Allah fi kitabil aziz al-hakim, Mwenyezi Mungu anasimulia katika Qur'an. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Aya hizi zinathibitisha kisa kilichotokea na Ibrahim na mwanae. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, anamtaka kumsimulia na Ibrahim akianza kutoa historia. Rabbi habli minas salihin. Kukumbuka katika kubati zilizopita tulizungumzia alipata kwa miaka mingi kwa ana mtoto, akapata kuomba mtoto. Hiyo tulikuwa hiyo tuchukue. Ndipo maneno haya Mwenyezi Mungu anathibitisha. Ibrahim akasema, Mwenyezi Mungu nipe mimi aliyekuwa mwema, kwa maana nipe mtoto aliyekuwa mwema mmoja. Katika hutuba zilizopita tukasema Mwenyezi Mungu akajibu dua yake. Ndio Mwenyezi Mungu anasimulia hapa, anasema fabashirnahu bighulamin halim, lakini tukampa kijana ambaye alikuwa ni pole. Ndio huyu tumeambiwa na shetani kipindi anatembea mwendo wake ni mzuri, mwendo wa pole. Ndio hapa bighulamin halim, ni kijana ambaye ni pole. Falamma balagha ma'ahu sa'i
mtoto huyu umri wa miaka umri wa kutembea. Maana katika kutuba tulizosema ni takriban ni miaka 13, wengine wanasema ni miaka 7. Miaka 7. Mama kan intana ikiwa ni miaka 13, ikiwa ni miaka 7, tafadhali takapokuwa, lakini ni umri wa miaka kwenda ndio point. Ukitembea. Qal Nabii Ibrahim akasema kwa malaika, ya bunayya, mwanangu, inni ara fil manami anni azbahu. Mimi nimeona usingizini na kuchinja wewe mwanangu. Fanzur madha tara, angalia, fikiria, unaonaje sana kuchinja wewe? Angalia jibu la kijana mcha Mungu. Akasema, qala ya abati if'al ma tu'mar. Ismail anamwambia babake, baba yangu, mimi sina lolote kwa wewe. If'al ma tu'mar, fanya ulichoamrishwa. Satajiduni insha Allah min as-sabirin. Utanikuta mimi kwa Mwenyezi Mungu niwe mwenye subira. Allah subhanahu wa ta'ala. Kijana gani leo hii aweza kuchukua uvumilivu wa hivyo? Anaambiwa na baba yake, anaambiwa na mama yake, ninataka nikuchinje kama hajao kisindani. Hii ndio mambo tunajifunza katika kisa hiki. Ni watu tukiwa tuna imani mbele za wazazi na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu liljabin, lakini alipokubaliana baba na mtoto huyu amchinje mwanae achinje na baba yake, wakakubaliana, akamlaza kifudifudi. Wanadainahu ayya Ibrahim, Mwenyezi Mungu anasema na tukamwita ewe Ibrahim, qad saddaqta ruya, hakika wewe Ibrahim umesadikisha ndoto yako ni sahihi. Sasa siku ya kwanza tukaona tumelopita, siku ya pili tukajua, siku ya tatu tukajua. Sasa hizo hatua zilizopita Mwenyezi Mungu anathibitisha, hakika umethibitisha wewe umesadikisha hizo ndoto. Inna kadhalika najzi almuhsinin, hakika sisi tunawalipa. Inna kadhalika, hakika sisi tunawalipa wale watu waliokuwa wema kama wewe, waliotekeleza amri za au amri fulani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie kila jambo la kheri. Na katika hutuba hii ya kwanza naomba niishi hapa. Allah subhanahu wa ta'ala akijalia katika hutuba inayofuatia tutamalizia aya hizi na hutuba yetu imeishia hapa inshallah. Inna ahsana al-wa'd li ahli at-tamyiz wa ahraza min kulli harfin haris kalamu man nahnu lahu 'abidun. Subhana wa jalla. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul وهو أصدق القائلين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو